Uliwahi kuona wapi mwanaume anaolewa? Mwanaume anaolewa, umeolewa, umeacha kutawala, umeacha kusudi la wewe kutawala na unakwenda kutawaliwa. Rudi kwenye kusudi la Mungu. Kumbuka ni wapi umeanguka, ukatubu na umrudie Mungu katika saa hii ya urejesho, ukarejee kwa Mungu. Na kila kitu ambacho kimepotea kwenye ndoa, amani ile imepotea, furaha ile imepotea, itarudi mahali ambapo umeanguka. Ukitubu na kurejea, Mungu atarudisha. Nami nataka nirudishe amani ya ndoa yako, nataka nirudishe furaha ya ndoa yako, nataka nirudishe ndoa yako ambayo imepotea siku nyingi, hii ndoa ambayo imeibiwa siku nyingi. Ulipowasikiliza watu kwa masikio yao, waliiba ndoa yako, waliiba ufahamu wako, wakakupandia vitu vyenye kukuharibu, na leo umeharibikiwa. Nataka nikurudishe kwenye kusudi la Mungu katika saa hii ya urejesho, kwamba unapaswa kurudi kwa mume wako na tamaa yako irudi kwa mume wako na sio kwa kila mwanaume. Unapaswa kurudisha tamaa yako kwa mume wako, naye akutawale, sio wewe utawale, yeye akutawale. Hapo ndipo mtakuwa umerudi kwenye kusudi la Mungu. Nimesimama leo kwa ajili ya kurudisha ndoa yako katika saa hii ya urejesho. Nimesimama kwa ajili ya kurudisha ndoa yako ambayo siku nyingi imeharibika. Unatembea, umezunguka kila mahali, hakuna mahali umepata msaada. Nisikilize wakati huu, na ndoa yako itapata kurejea. Mwanamke, utazaa kwa uchungu na tamaa yako itakuwa kwa mume wako, tamaa yako itakuwa kwa mume wako. Sasa iweje wewe tamaa yako iwe kwa kila mwanaume unayemwona unaangusha sketi, unayemwona unaangusha sketi? Tafasiri yake kwamba wewe na Mungu hakuna mahusiano ya namna yeyote. Lakini leo nataka kurudisha mahusiano yako kwa Mungu.